Habari mtazamaji, na karibu sana kwenye kipindi kingine ambapo tunaendelea kuangazia uwekezaji mkubwa ambao Chuo Kikuu cha Dodoma umekusudia kuufanya kupitia miradi ya ubia kwa maana ya PPP. Katika kipindi kilichopita tulipata bahati ya kumsikiliza makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma Profesa Lugano Kusiluka, na leo nimejipanga kukuletea wataalam ambao wamehusika kuandika hii miradi na mpaka inafikia hatua ya kuweza kutangazwa, na mmeweza kuona matangazo miradi 11 ambayo imekusudiwa kuingiwa ubia na Chuo Kikuu cha Dodoma. Na hapa niliposimama ni jengo la Chimwaga. Hili ni jengo lenye historia kubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania, lakini pia kwa Chuo Kikuu cha Dodoma, kwa sababu Chuo Kikuu cha Dodoma mwaka 2007 kilianzia kwenye jengo hili. Kwa hiyo ni jengo la kipekee, na hii miradi kama ambavyo utasikia ni kwamba imeelekezwa kuwekezwa kwenye hili eneo. Tutakwenda kufanya mahojiano yetu kwenye eneo hili mahususi ili uweze kupata picha eneo ambalo limetengwa au tunasema eneo tengefu kwa ajili ya hii miradi, ukubwa wake na kwa nini chuo kilifikiri kwamba miradi hii iwekwe karibu na jengo la Chimwaga. Ungana nami kwenye mahojiano haya na nitawatambulisha wataalamu wetu muda si mrefu ili uweze kuwasikia na kuweza kupata mengi zaidi kuhusiana na hii miradi ambayo inalengwa ya uwekezaji wa ubia kati ya Chuo Kikuu cha Dodoma na wawekezaji ambao watabahatika au ambao wana nia ya kuwekeza kwenye eneo hili la Chimwaga. Karibu sana. Tunaposema kwamba UDOM ni kubwa, kule tulikokuwa ilikuwa ni Chimwaga, na nimeeleza kidogo historia ya lile jengo. Na sasa hili eneo lote mnaloliona bado ni eneo la Chuo Kikuu cha Dodoma, na kutoka hii njia ni maarufu kama njia ya kwenda kwa naibu waziri mkuu. Ninakwenda kukutana na mtaalam ambaye huyu ni mkurugenzi wa mipango na uwekezaji, naweza kuongea, ambaye yeye ndiye amesimamia mchakato mzima wa kuweza kuandika miradi mpaka imeweza kutangazwa, na leo tunaona kwamba tunaweza kuizungumzia. Kaka Evodi, habari yako? Nzuri. Nimefurahi sana kukuona na karibu sana kwenye kipindi chetu. Asante. Na sasa hebu tupe kidogo kwa ufupi hili eneo hapa. Mmepanga kufanya nini? Katika hili eneo ni eneo ambalo limepangwa kwa ajili ya mradi wa hoteli ya Nyota 5. Kwa hiyo eneo Nyota 5 litakaa hapa. Ndio. Kwa hiyo maana yake ukiangalia vizuri mtazamaji ni kwamba hoteli ya Nyota 5 ikikaa hapa, watakao kuwa wanakaa kwenye hii hoteli wanaweza kuona mji wa Dodoma ulivyo. Unaona majengo yalivyokuwa, hili eneo liko la juu sana. Sasa hebu tuambie kidogo, kabla ya kuja na pendekezo la hii miradi 11, kuna upembuzi yote ya kinifu ambao mlifanya, na ni yapi matokeo ya hiyo study mpaka mkaja na miradi 11? Asante. Kwanza miradi 11 inatokana na mpango wetu wa mpango mkakati wa chuo mwaka 21-22 kwenda 25-26, ambapo chuo kilikuwa kina malengo ya kuanzisha miradi ya kimkakati, miradi ambayo itatuwezesha kuongeza mapato ya chuo lakini kuwa na vyanzo mbadala vya mapato. Katika hilo basi tuliunda timu ambayo imefanya pre-feasibility study ya hii miradi yote, na tukaanza kupita katika mchakato mbalimbali ya upitishaji wa miradi hii. Na kitu ambacho kinafurahisha, matokeo ya feasibility study ya mradi wa hoteli wa Nyota 5 imeonekana ni mradi ambao una returns za haraka, lakini ni mradi ambao katika hali ya Dodoma ni mradi ambao umeonekana ni mradi potential. Kwa sasa Dodoma haina hoteli ya Nyota 5, na tunaona kwamba ni mradi ambao ni rahisi kupata wawekezaji. Hivi ni kuibia siri, Dodoma haina hoteli ya Nyota 5. Kwa hiyo inawezekana UDOM ikawa ya kwanza. Kwa hiyo wewe mwekezaji, hii ni fursa. Modo gani ambao mliitumia ya kutengeneza hii miradi ya PPP? Modo ambayo imetumika kwanza ni ile modo ambayo tunaita modo ya mradi wa PPP, lakini ni mfumo ambao unaongozwa na kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, ambapo
imeweka mifumo mbalimbali ya maandalizi, ambapo tunaanza na pre-feasibility study, inatupa matokeo. Yale matokeo tunakwenda nayo katika hatua ya full feasibility study, lakini lengo ni kuconfirm zile variables ambazo zinaonyesha return on investment, kama kweli ukiwekeza katika mradi huu utapata hasara. Hivyo matokeo ya modo ambayo imetumika imeonyesha kabisa mradi wa hoteli ya nyota 5 si hoteli ya nyota 5, unanyongeza kidogo ya kiwanja cha gofu, ambapo kwa Dodoma hii hakuna hoteli ambayo ina gofu. Kwa hiyo tumepata matokeo chanya kwamba mradi huu utakwenda kuwa mradi wenye faida. Asante. Naona tuna wataalamu wengi, ningetamani nisikie sauti ya mdada. Kwa hiyo kuna dada anaitwa Anastasia Njiku, ni daktari na ni mtaalamu. Kwa hiyo natamani tumsikie. Dada Anastasia, karibu, sikae mbali. Natamani nikusikie, utuambie kidogo katika huu uwekezaji wa ubia. Kwanza unaonaje katika kufanya kwenu utafiti, upembuzi yakinifu, mpaka mmekuja na hii miradi yote 11. Ilikuwa kazi rahisi? Na kama ni ngumu, kitu gani kilikuwa kinafanya mazingira yanakuwa magumu kwenye kazi mliokuwa mnafanya? Nashukuru sana mtangazaji kwa swali lako zuri. Ni kweli tumefanya upembuzi yakinifu wa awali kwa miradi yote 11. Tumefuata taratibu zilizowekwa kwa sababu miradi yetu itaendeshwa kwa ubia. Kwa hiyo kuna miongozo ambayo imetolewa na kituo cha ubia kwa namna ya kuandaa upembuzi yakinifu kwa miradi yote. Tutakuwa na ziara ya kutembea kidogo baadaye, tutatembea tuweze kuona maeneo mengine ambayo yametengwa kwenye miradi hii ya uwekezaji ya ubia kati ya sekta binafsi na Chuo Kikuu cha Dodoma. Hakuna miradi ambayo inafanyika haina vihatarishi kwa maana ya risk. Nitaka tu kujua katika uwekezaji huu wa ubia kuna changamoto zote ambazo mmeziainisha, ambazo mnaziona ni muhimu mkaziangalia katika awali na kuziwekea mikakati ya kuweza kuihimili ili kumpa matumaini mwekezaji anayekuja. Na katika mtazamo huo na muktadha huo, unaweza ukafafanua zaidi na vitu ambavyo viashiria ambavyo mmeviona ambavyo ni vya muhimu kuviangalia kulingana na mazingira, jiografia na maeneo ambayo tuliopo? Asante sana mtangazaji. Kwa mjibu wa waandishi wa miradi ya PPP, yapo maeneo lazima ambayo yafanyiwe kazi, lakini kati ya maeneo hayo kwa ufupi tu nisemee kwa upande wa lazima ufanye kitu kinaitwa soko analysis. Lazima utazame strength ya taasisi, weaknesses zilizopo, opportunities, si ndio? Lakini na maeneo ambayo kama mradi wowote unakuwa na risk. Sisi tumeandaa risk matrix. Ile risk matrix inaonyesha kabisa risk zipi zitakuwa ni technical risk, risk zipi zitakuwa ni construction risk, geographical risk, environmental risk na masuala kama hayo. Lakini kila risk tulioiweka ambayo inaweza ikajitokeza kihatarishi, tuseme tunaweka na measures, lakini tunaweka nani partner kati ya private na public, nani yuko katika nafasi nzuri ya kushika ile risk, na huo ndio mwongozo wa PPP. Sasa mtazamaji, ngoja twende eneo lingine. Hili ndio eneo liangalie vizuri, ndio ambalo linakwenda kujengwa hoteli ya nyota 5 pamoja na kiwanja cha gofu. Nimesema UDOM ni kubwa, tutatembea kidogo alafu tutakwenda kwenye eneo ambalo tunakusudia sasa kujenga petrol station. Kwa maana hii petrol station itakuwa ni ya kisasa zaidi. Tutasikia mengi kutoka kwa mtaalamu ambaye atatupa na michoro yake tuweze kuona zaidi. Jamani, twendeni. Mtazamaji, umeona tumefanya ziara, tumetembea, tumeweza kuangalia mandhari kutoka kule ambako tunakusudia kuweka hoteli ya nyota 5 na kiwanja cha golf, na mpaka tumekuja kwenye makutano ya barabara eneo ya Dar es Salaam na hii barabara tunaita barabara ya Makuru, Oysterbay, vyovyote, lakini ni barabara kubwa sana ambayo inakuleta kwenye Chuo Kikuu cha Dodoma, kwenye ule ukumbi wetu wa Chimwaga ambako tuliweza kueleza kidogo historia yake. Sasa ni wazi haya mambo ili yaweze kwenda yanahitaji mafundi, mainjinia, na ninaye mtaalamu mwingine hapa ambaye anaitwa Engineer Emmanuel Roberts.
Yeye anatoka kwenye kurugenzi ya miliki na kazi za ufundi Chuo Kikuu cha Dodoma, ambaye ameshiriki kikamilifu kwenye kuandishi na maandalizi ya hii miradi, na hapa atatufafanulia vitu kadhaa ambavyo tunatamani kuvijua zaidi kuhusiana na hii miradi ya ubia kati ya Chuo Kikuu cha Dodoma na sekta binafsi. Injinia, karibu. Pole, tumetembea kidogo. Nashukuru sana, na nyie karibuni sana site. Hili eneo tuliloko hapa kwanza limetengwa kwa ajili ya shughuli gani? Kwa sababu liko karibu sana na barabara. Eneo hili tumetenga kwa ajili ya kuweka kwa mradi wa petrol station, ambayo itakuwa ni petrol station ya kisasa. Tunaweza tukasema kwa Dodoma kwa sasa hakuna petrol station ya namna hiyo, maana itakuwa na upande wa mafuta na upande wa gesi. Mtazamaji, unaweza kuona Dodoma ya miaka 10 ijayo itakuwaje chini ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Engineer, Chuo Kikuu cha Dodoma kina ukubwa kiasi gani na eneo tengefu la miradi lina ukubwa gani? Okay, sawa. Chuo Kikuu cha Dodoma tuna eneo la kutosha na takriban ekari 15,000 na ukiona eneo ambalo tumetenga kwa ajili ya miradi ni ekari 1118. Ni almost sawa na 7.4 hivi. Kwa hiyo tuna 90% za eneo limebaki kwa ajili ya shughuli zingine za chuo. Engineer, kwenye huu mradi unaohusika na nishati ya jua, unaweza ukatoa kwa ufafanuzi tu, labda ukatuambia eneo lake litakuwa wapi, lakini sio hilo tu, kwamba mradi huo unakusudiwa kuzalisha umeme wa megawatts ngapi, na kitaalam ni kwa nini UDOM mlifikiria kuwa na mradi wa nishati ya jua? Chuo Kikuu cha Dodoma tunayo ndaki ya ardhi na uhandisi. Eneo letu la mradi wa sola liko karibu kabisa na hiyo ndaki, kwa sababu wanafundisha mambo ya sola, na Chuo Kikuu cha Dodoma kimetenga takribani ekari 400 kwa ajili ya mradi huo wa sola, ambao tunatarajia kwa kuanzia uzalishe megawati 100 za umeme, ambazo ukiona kwa megawati 100 ni kiwango kikubwa ambacho ukisema leo na sambaza kwenye vijiji, nadhani utapata sio chini ya kaya 300 zitapata umeme. Naweza zikapata huo umeme ambao ni kwa matumizi ya nyumbani masaa 24 bila shida yoyote. Kwa mradi wetu tunatarajia utakuwa kwa manufaa ya chuo, kwa manufaa ya nchi, na pia kwa manufaa ya taasisi shirika la umeme TANESCO, kwa sababu tunatarajia tukizalisha umeme huu tutaupeleka TANESCO. TANESCO wanaweza wakasambaza kwenye maeneo ambayo yana uhitaji wa umeme. Nashukuru sana engineer. Mtazamaji, mambo yote tarehe 15 nimesikia wanafungua zile tenda zote 11 za walioomba hii miradi. Tutakuwa na mtaalamu wa manunuzi muda si mrefu, atatuambia utaratibu ukoje kuwapata wazabuni na kuwaje, taratibu zimekaaje baada ya kufunguliwa kwa tenda. Usikose kuendelea kuwa nami. Mtazamaji, kama nilivyokuambia mwanzo kabisa hiki kipindi kwamba eneo hili ambalo miradi imetengwa limelala kwenye historia ya jengo la Chimwaga, ambalo hakuna anayeweza kukwepa ukweli kwamba chimbuko na misingi ya chama cha CCM ilitokea hapa, na hilo jengo lilikuwa likitumika wakati huo na chama, na ofisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, iko ndani ya hilo jengo. Ni jengo limesheheni historia kubwa sana, na hapa tulipokaa ndipo eneo ambalo ukiliangalia upande wangu wa kulia ndiko eneo ambalo linajengwa au litajengwa shopping mall, eneo la kufanyia shopping na eneo la kupumzika. Na hapa tulipokaa unaweza ukasikia upepo ulivyokuwa mororo kabisa kutokana na mandhari ya eneo hili. Sasa kama nilivyosema, nitakuwa na mtaalamu wa manunuzi ambaye anaitwa Bwana Stanley Nonjela, ambaye ni mkuu wa kitengo cha manunuzi cha Chuo Kikuu cha Dodoma, ambaye atatupitisha sasa. Baada ya kuwa tumeona miradi yote hii, nilitamani tuwe na nafasi ya kuchambua mmoja baada ya mwingine, lakini muda hauruhusu. Bwana Stan, karibu sana. Nimefurahi kukuona, nimefurahi kukutana na wewe. Labda tuambie tu kwa ufupi, unaonaje mchakato mzima ulivyokwenda kuanzia kuandaa tenda mpaka unafikia tenda kwa ama zabuni mpaka tunafikia kuzitangaza? Mchakato uliendaje? Nashukuru mtangazaji. Kwa kifupi niseme tu, nianze kusema kwamba hii ni fursa kwa wazawa na ambao si wazawa kuja kuwekeza katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini kwa kifupi tu nielezee, mchakato ulianza kwa kuandaa zile documentation zote za mwanzo za awali, ikiwemo pre-feasibility study na zingine, na tukapelekea kwenda kuandaa
kusudio au nia ya wawekezaji kuja kutia nia ambayo ni expression of interest. Sasa hivyo tumeanza kupokea expression of interest kutoka kwa wawekezaji ili kuonyesha ile interest yao ya kuweza kuwekeza katika chuo kikuu cha Dodoma. Na inaweza kachukua muda gani mpaka tufikie, wastani wa muda gani mpaka kufikia award kwamba tuseme huyu sasa ndiye ameshinda, ndiye mwekezaji ambaye tumekubaliana ataingia ubia na chuo chetu? Mtangazaji, nashukuru, ni swali zuri na ni swali ambalo wawekezaji wengi wamekuwa wakiliuliza, sababu hawatamani kuona miradi hii inachukua miaka 2 mitatu mpaka tuje kusaini mkataba na kuanza utekelezaji. Sisi tumejipanga, sisi kama chuo na wenzetu tumejipanga vizuri kwamba zoezi tutumie muda mfupi iwezekanavyo. Yaani kama ni swala la tathmini, basi tumesema ndani ya wiki 2 liwe limekamilika. Tukitoka tukienda kwenye negotiation, tutasema negotiation muda fulani umekamilika. Kwa hiyo tunatarajia miradi yetu, kuna miradi kama tulivyoelezewa mwanzo, kuna miradi mikubwa, miradi ya kati na miradi midogo. Kwa hiyo miradi ambayo ni midogo tunatarajia ndani isizidi miezi 6 tu tayari tumesha saini mikataba. Lakini kwa miradi mikubwa, kwa sababu itahitaji negotiation, itahitaji due diligence, itahitaji nini, inaweza ikasogea yenyewe kati ya miezi 9 mpaka mwaka mmoja tu tumesaini. Tunataka tukimbizane, kwa tunataka na sisi kama chuo kikuu cha Dodoma ambacho tuna wataalamu wengi, tunaamini tunataka tuwe darasa zuri kwa miradi ya PPP Tanzania. Tunatamani tufanye kwa haraka zaidi. Na tayari mmeshaandaa data document, kwa maana ya data center ya kuweka documents zote, kwamba mzabuni akitaka wakati wote anaweza ka review BOQ, anaweza akapata taarifa za tenda, anaweza akapata vitu vyote hivi? Mtangazaji, ni kutoe hofu, tuko vizuri sana kwenye swala la documentation na tumeanza na kuwa na data room kabla ukitaka kuanzia taarifa ya lini iliundwa timu ya pre-feasibility study, wazo lilitoka wapi, mpaka sasa hivi tulikofikia, taarifa zote utazipata, na tuna data room nzuri ambayo ina taarifa zote, na ndio maana wawekezaji wakija wakiwa wanataka taarifa yoyote tunawapa hapo ku retrieve data zetu ni kwa haraka, kwa sababu tuna storage nzuri ya taarifa zetu. Haya, wakati tunaendelea kuangalia, tulipitia kidogo, tulione ile eneo lilivyokaa ambalo tunategemea kupata kwa sehemu kubwa mwekezaji ambaye atawekeza kwenye upande wa shopping mall. Labda tu nikuulize, sheria inaruhusu wadau wa ndani kujiunga wakaweza kutenda mradi mmoja? Kwa sababu nimeona unasema sheria ina favor sana wawekezaji wa ndani, na tunatamani kweli wawekezaji wa ndani wakapata hizi fursa, lakini inawezekana wasiwe na misuli mikubwa kwa maana ya capital. Sasa je, sheria inaruhusu labda wadau wa ndani wakajiunga wakaweza wakatengeneza nguvu ya pamoja? Nashukuru. Ukirudi kwenye sheria ya PPP, kanuni za PPP, consortium kwa makampuni au watu inaruhusiwa, na tutawaevaluate kwa joint venture yao, kwa jinsi walivyoungana, maana ile partnership yao iliyokuwepo, tutawaevaluate ili, na hii tunawa encourage sana wazawa kufanya hiko kitu ili kuwaongezea misuli ya kuweza kushindana na makampuni kutoka nje. Wawekezaji wa ndani Tanzania, hii ni fursa kwenu, na mnaona kabisa kuna nafasi pia kushirikiana, mkafanya ushirikiano wa pamoja, mkatengeneza document nzuri, mkawasilisha, mkawekeza miradi hata 2 mitatu chuo kikuu cha Dodoma, ambayo tunasisitiza sana swala zima la ubia katika sekta binafsi na sekta ya umma ambayo ni chuo kikuu cha Dodoma. Nitaomba nimwombe mtaalam tena, Daktari Dr. Nziku aje atuambie hivi shopping mall tunategemea hiyo ya namna gani, kwa sababu michoro imekamilika, utafiti ulifanyika. Atupe tu kwa uchache sana kwamba hapa panapojengwa hii shopping mall itakuwa shopping mall ya namna gani, tofauti yake na shopping malls zingine ni nini, kitu gani unique ambacho tunasema kwa Dodoma hii shopping mall ikikamilika itakuwa ya kipekee sana. Dr. Nziku, karibu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama tulivyosema awali kwamba hili eneo limetengwa kwa ajili ya kujenga shopping mall ya kisasa kabisa. Itakuwa ni shopping mall nzuri ya ghorofa 3, ambako kwa chini kutakuwa kuna maeneo ya maduka mbalimbali, sehemu za kuweka benki, ATMs, sehemu ya kuwa na bureau de change, sehemu ya kuwa na sehemu ya parking. Lakini pia kwa juu pia tutakuwa na maduka madogo na pamoja na kule juu. Kwa hiyo itakuwa ni shopping mall ambayo ni ya kisasa, inaweza
kutoa tunaita tenant mix. Itakuwa na wafanyabiashara wa kila namna. Kutakuwa kuna pharmacy, kutakuwa kuna restaurant, kutakuwa kuna supermarkets kubwa kama za aina 3 hivi, na pia kwa nje, ndugu mtangazaji, kutakuwa kuna eneo la garden ambako watoto watacheza, na watu wazima pia watapumzika kuangalia mandhari. Itakuwa ni eneo la utalii pia, itakuwa ni utalii wa ndani, na sio hilo tu, kwa sababu ile eneo la shopping mall liko mkabala na eneo la ambako litajengwa mikutano, eneo la mikutano tunaita convention center and conference. Kwa hiyo liko mkabala na eneo hilo, na pia nyuma ya shopping mall kutakuwa kuna eneo ambalo litajengwa creative arts, jumba kubwa la sanaa. Kwa hiyo hapa likiunganika pia na upande wa pili ambako tumeona kwamba kutakuwa kuna petrol station ambayo itakuwa na watu wengi zaidi, na pia pale kutakuwa kuna sehemu ya kuprint, na pembeni kidogo kutakuwa kuna hotel. Kwa hiyo kwa ujumla hapa patatengeneza tunaita UDOM City. Kwa hiyo ni eneo litakuwa la kipekee sana ambalo litaweza kuwa na biashara zinazoshabihiana. Tunakwenda kujenga UDOM City. Kwa hiyo karibu sana Chuo Kikuu cha Dodoma kwenye uwekezaji huu ambapo hujachelewa. Ni vizuri tu ukapitia tenda. Hiyo tenda iko kwenye website ya Chuo Kikuu cha Dodoma ambayo inapatikana kwa www.udom.ac.tz. Unaweza ukaziangalia na ukaangalia vigezo vilivyowekwa, alafu ujaribu kuona kwa nini usiwe moja ya washindani, kwa nini usiwe moja ya wawekezaji. Inawezekana, inaanza na ndoto alafu inakwenda kwenye uhalisia. Mtazamaji, ni wazi ukiachana na Dr. Anastasia, tunaye mtaalamu mwingine ambaye yeye atatuambia, maana pengine ni swala ambalo kila mtu anajiuliza. Katika mazingira haya, namna gani ambavyo wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, wanafunzi na wadau wengine walioko ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma na viunga vyake watakuwa wanufaika wa miradi hii? Kwanza kabisa tukianza na wanafunzi, watanufaika katika eneo la ufundishaji ule kwa vitendo, kwa sababu kama tunavyojua Chuo Kikuu cha Dodoma kinatoa programu nyingi sana kwa wanafunzi wetu. Kuna biashara, kuna uchumi, kuna uhandisi, kuna afya na kuna sanaa. Na ukiangalia katika moja ya miradi yetu kuna jengo la ubunifu wa sanaa tunalo, kuna jengo la shopping mall ambao ni biashara, hoteli, biashara. Kwa hiyo wanafunzi wetu hawa wanaosoma hizi fani watapata fursa ya kufanya ile mafunzo kwa vitendo moja kwa moja bila kuwa na shaka, na kuendelea kuwajengea uweredi kabla hawajaingia katika soko la ajira huko duniani. Zaidi ya hapo, hawa wanafunzi ukiondoa kujifunza kwa vitendo, pia itakuwa ni sehemu mojawapo ambao tunasema wanaweza wakapata ajira, kwa sababu haya maeneo yote yako katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Tukija kwa watumishi na wahadhiri, nao watapata fursa kwa sababu kuna lile swala la utafiti. Kwa hiyo wale wahadhiri wetu pamoja na walimu wetu kwa ujumla watapata kufanya utafiti katika hizi maeneo haya ya uwekezaji ambayo yametengwa. Tunapohitimisha, ni wazi nimeambiwa kuna jengo linajengwa karibu kabisa na haya maeneo ya uwekezaji, na hili ni jengo la kisasa na kama linavyoonekana ambalo ni kituo kikubwa cha kisasa cha polisi, na hii ni swala zima la kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo katika uwekezaji utakaofanyika eneo hili na jamii nzima na jumuiya nzima inayozunguka eneo hili. Kwa hiyo masuala ya usalama msio na wasiwasi. Dakika moja tu, nini wito wako? Tunawakaribisha sana mje kuwekeza nasi Chuo Kikuu cha Dodoma. Kama tunavyoona ardhi yetu ni kubwa, tunahitaji wawekezaji, fursa ni nyingi ambazo huwezi kuzipata katika chuo kingine chochote Tanzania hii na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tutoe ushirikiano kwa wawekezaji ambao wataonyesha nia ya kujenga miradi ya UDOM. Atakayewekeza kwenye miradi hii ya kimkakati atakuwa wa kwanza kujenga katika Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini katika kuchangia safari ya kujenga jiji la Dodoma. Ukija kuwekeza kwenye hoteli, kwenye petrol station, kwenye sola, manake huko juu, lakini utakuwa unafanya utalii wa mji wa Dodoma. Wito wangu ninaotoa kwa wawekezaji, especially wawekezaji wa ndani, ni kutumia fursa za kwenye sheria zetu zote mbili za sheria PPP na sheria manunuzi, kwa kutoa fursa ile margin of preference, ile upendeleo kwa makampuni ya kizawa. Mtazamaji, haikuwa rahisi lakini imekuwa nzuri mno kuwasikia wataalamu na mambo mengi ambayo wametujuza kuhusiana na hatua kuanzia mwanzo wa kuanza kuandika andiko mpaka tumefikia hatua sasa ya kutangaza miradi. Na nisisitize kwamba miradi itafunguliwa tarehe 15 Disemba na ni fursa bado unayo ya kuweza kuomba.
Mimi ni wasihi sana wazawa wa Tanzania, wawekezaji wa Tanzania, hii ni fursa ya kuwekeza. Na washukuru wote walioshiriki kwenye kipindi hiki na kukifanikisha, na nikushukuru wewe mtazamaji kwa kuwa nasi, na naamini kwamba utaendelea kuwa mjumbe mzuri kwa kufikisha ujumbe huu kwa wengine ambao hawakupata fursa ya kukisikiliza au kukitazama kipindi hiki, ili nao wawe wanufaika wa miradi hii. Na hususani Watanzania wenzetu ambao mko nje, hii ni fursa ya kuwekeza nyumbani. Lakini sio hilo tu, wale ambao mnafahamiana na wawekezaji mbalimbali duniani, ulimwenguni, hii ni fursa ya kuitangaza Tanzania. Tanzania tunahitaji kuendelea, na sisi tunaweza kufanya yote katika yote, kwa sababu uwezo tunao, nia tunayo, nguvu tunayo, na nafasi tunayo. Njoo uwekeze UDOM. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na niwatakie siku njema. Kwa heri.